ni waziri wa uchukuzi. Ule ni waziri wa uchukuzi wa mambo ya civilian, ndege za KQ, ndege za zile ambazo ni za Jambo Jet, ndege za kawaida za raia. Ndege za jeshi ziko mikononi mwa amiri jeshi mkuu na yule CDF ambaye ameaga dunia. Kwa hivyo uchukuzi wao hauangaliwi na raia. Ndege zao, ile rada ya kuzichunguza hizi za commercial ziko JKIA. Za kijeshi kuna rada yao, mitambo yao ya kuziangalia. Kwa hivyo kuna tofautisha kabisa. Viwanja vyao vya ndege, ukiangalia kiwanja chao cha ndege ni cha Air Force pale Eastleigh. Kuna upande katika Jomo Kenyatta, lakini ule ni upande bado wa Air Force. Ndege zao hazikui na control yoyote ya mtu ambaye ni raia. Uwanja zao kama zile Lanet na nini. Uwanja nyingi za jeshi ziko misituni, pale Nanyuki, pale Samburu, pale kwenye vita. Hapo ndizo ndege zao huenda. Kwa hivyo ndio maana Kipchumba anasema kwamba mimi sina nguvu kufanya investigation ya kijeshi, sababu ile ni military operation. Hana nguvu zozote pale. Kwa hivyo Wakenya ni vizuri mwelewe kwamba Kipchumba Murkomen amesema vizuri kwamba yeye anashughulika na commercial jets, zile ziko Wilson, zile ziko JKIA na kadhalika, lakini mambo ya kijeshi tofauti. Na tutakapoangalia sio ndege peke yake, hospitali zao ziko kando. Ukiangalia pale Armed Forces War Memorial, hizo zote ni za kijeshi. Ukiangalia stadium zao za kucheza mipira, hutawaona Nyayo Stadium, utaona wakifanya michezo zao kule Ulinzi pale. Ukiangalia sports zao ni za kijeshi. Ukiangalia njia zao zote, mashule, hata mashule ukiangalia walijenga mashule za watoto wao kama Moi Forces Academy na kadhalika. Jambo lilo muhimu na Wakenya mjue, wanajeshi hawaletwi kwenye koti yetu. Wanajeshi wana koti yao ambayo inaitwa court martial. Tutaiangalia ni makosa gani ule mwanajeshi atakapofanya, atakwenda pale. Pili, taratibu zake ni tofauti vipi na koti za kawaida. Kwa hivyo leo ndio tunakuelezea wewe pia unayetaka kwenda kuandikwa jeshi. Vijana wa nyumbani wananiambia wanakwenda Nyamira Stadium kukimbia. Je, ni haki zipi zimeondolewa kwako kama mwanajeshi ambazo raia wa kawaida wanazienjoy? Kwa hivyo kuna limitations zile, na zile limitations kidogo wa Kenya watajua ni kwa nini jeshi iko kando tofauti na polisi. Naam, na bila shaka asante kwa ufafanuzi huo mwalimu, kwa sababu ni mambo mengi sana huwa hatuyaelewi kabisa ya kijeshi. Na nikurudishe nyuma katika utangulizi wako, umetutajia kwamba katika uongozi wa waziri wa defense na vile vile rais. Na rais tunamsikia wakati wote anatambulishwa kama amiri jeshi mkuu. Kuna mkuu wa majeshi na amiri jeshi mkuu. Tofauti ni gani? Amiri jeshi mkuu ni rais wa taifa. Yule ndiye ana nguvu ya kumchagua CDF. CDF ni Chief of Defense Forces. Ule Ogola, rais ndiye anayemchagua. Ule Ogola chini yake kuna wale wanaitwa service commanders, mkuu wa majeshi ya angani. Huyo ni service commander, Air Force commander. Mkuu wa majeshi ya ardhi, Army commander. Mkuu wa majeshi ya maji, Navy commander. Wale watatu ndio wanaitwa formation service commanders. Wale wana report kwa mtu anaitwa Vice Chief of Defense Forces, naibu wa yule kiongozi wa kijeshi. Sasa hivi anaitwa Kahariri. Yeye ndio naibu wa yule aliyetwaga. Yeye ana report, hawa ma service commanders wana report kwa naibu. Naibu yule ana report kwa Chief of General Staff, ambaye Chief of Defense Forces, ule Ogola aliyeaga. Kisha Ogola ana report kwa Duale, kwa waziri ama kwa rais directly.
sababu tutakapoangalia nguvu zake, yeye ndio principal military advisor wa rais. Kumbuka kuna ule principal legal advisor, attorney general, kimambo ya kisheria. Lakini huyu ndio principal advisor wa rais masuala yote ya kijeshi, sababu hawa wanajeshi wote yeye ndiye anayewaongoza. Kwa hivyo hiyo ndio taratibu iliyoko katika jeshi. Na rais, sababu yeye ndiye amiri jeshi, ndiye anayemchagua chief of general staff, vice wake na service commanders, mkuu wa jeshi, mkuu wa angani na mkuu wa hawa watano. Rais anaweza uondoa nguvu, wanaweza watimua kazi mara moja. Kumbuka wakati ambapo kulikuwa cheche za maneno eti yule Ogolla alienda Bomas of Kenya, ikasemekana kwamba yeye Ogolla alimwambia rais, wewe una nguvu za kuniondoa, una nguvu za kunichukua mahakamani, sio ya Kenya, mahakama ya ile ambayo inaitwa nini ile court martial, ama wewe una nguvu ya kuniambia ni retire. Hizo ni nguvu za rais. Kwa nini rais lazima awe na hawa watu watano ambao anawaamini? Mataifa mengi yamepinduliwa kuu na wanajeshi. Kwa hivyo nguvu tumempa rais ni kwamba iwapo ataona pua ya Omari ambaye ni mwanajeshi kidogo inaelekea pande ile, ana nguvu za kukondoa. Kwa hivyo mtu asikudanganye kwamba ule mwanajeshi ambaye anaitwa service commander ama CDF ana nguvu za kuenda na contract yake. Iwapo rais hamtaki, atamuondoa mara moja. Haendi bunge. Ule mwanajeshi, mawaziri wote huenda bunge kupigwa msasa. Chief of General Staff na Army Commanders hawaendi bungeni kuulizwa maswali. Kwa hivyo wale ni wafanyikazi kwanza wa rais, pili ni wafanyikazi wa taifa la Kenya, tatu wao kazi yao, vitu vyao vyote vimetengwa, hata budget yao na mambo yao. Kwa hivyo ni kazi ambayo ina heshima na ni kazi ambayo ina zile risk kubwa zaidi. Na nimeona mwalimu umesoma fikra zangu, kwa sababu nilikuwa niulize vile ambavyo umetueleza kuhusu kuteuliwa kwa mkuu wa majeshi, endapo atapitia vetting kupitia bungeni, umeweza kulijibu hili. Hawezi. Na wakati mmoja ulituelimisha kuhusu ile Security Council, kwamba mkuu wa majeshi vile vile anaketi pale. Kuna kitu kinachoitwa National Security Council. Chairman ni rais, naibu wake makamu wa rais. Tatu, anayeketi pale ni Chief of Defense Forces. Ogolla alikuwa anakaa pale. Anayeketi pale ni Attorney General. Anayeketi pale ni Inspector General of Police. Anayeketi pale ni ule tunaita NIS, mkuu wa uchazuzi, ule Nuruddin. Wale ndio wanaoketi pale, na wakati ambapo ndege ilipoanguka, rais aliita hawa. Sababu mambo ya security katika taifa la Kenya yote hawa ndio usikiza. Kisha wakasikiza, wakaambiwa ndege imeanguka, kisha wakampa rais nguvu ya kutangaza kwamba General Ogolla amefariki. Hili si jambo la Rais William Ruto, ni jambo la National Security Council. Kwa hivyo ule CDF anakaa pale. Na vile vile sasa tunapoangazia sheria kuhusu KDF, basi tueleze tuweze kuelewa mbona KDF wako tofauti. Umetueleza vitu vyao vyote vinawako tofauti. Umetueleza kwamba kuna zile pembe tatu, wale wanajeshi wa nchi kavu, wana maji, wana hewa. Mbona wakawa mambo yao yako hivi? Muundo wao uko vipi kwa mujibu wa sheria? Muundo wao, muundo msingi, ile infrastructure yao ni tofauti. Kwa sababu kwanza utendakazi wao ni wasiri. Wale wanafanya kazi na adui wa kutoka nje. Kawaida 90% ya kazi ya wanajeshi ni kulinda mipaka ya Kenya. Ile mipaka ni mipaka ya ardhi, ndio maana kunaitwa nchi kavu. Kuna mipaka ya angani. Kila ndege inayozunguka katika anga ya Kenya, wanajeshi wa jeshi wanaangalia. Kila chombo kinachoingia Kenya kutoka baharini ama mito ambayo inakaribia
nchi nyingine wanaangalia pale. Kwa hivyo mambo yao ni siri, mambo yao si hapa ndani. Ijapokuwa katika KDF Act kuna wakati ambapo wanajeshi wanaweza kubaliwa kusaidia polisi. Wengi wanauliza kwamba mbona Rais William Ruto aliamrisha waingie kwenye kujenga madarasa na kufanya pale. Ile KDF Act inampa amiri jeshi mkuu nguvu ya kudeploy wanajeshi kwa mambo. Wakati wa shambulizi la Westgate, yes, tuliona vile vile hata Westgate wote wanajeshi amiri jeshi mkuu iwapo ile National Security Council imetathmini na kuona kwamba hali ya hatari iko ndani ya taifa la Kenya, basi wanajeshi wa taifa watawekwa pale. Ndiposa General Gola alienda kuangalia mambo ya mashule. Kumbuka, security sio vita peke yake. Security inaweza kuwa kupeana infrastructure ndio wakora wasikue wakali. Kwa hivyo tengeneza shule, tengeneza mabawa, tengeneza mabarabara. Uliona wanajeshi katika hii arrangement walipewa kuangalia mambo ya Kenya Meat Commission, waliletwa kuangalia Nairobi County na mambo kama yale. Iwapo kuna dharura na National Security Council imeketi, rais ana nguvu, akipewa nguvu kudeploy wale wanajeshi katika mambo ya raia. Naam, na turudi, umetueleza kuhusu taratibu za kumteua mkuu wa majeshi. Je, iko hivyo kwa wote ambao ni wakuu wa jeshi? Taratibu za kuwateua ni gani? Taratibu za kuwaondoa ni gani? Ni vizingiti gani tumiwa wakati wa kuwaondoa? Kutoka pale Chief of General Staff kuna council inaitwa National Security Council. Kuna council ya jeshi ambapo anayeketi pale ni waziri wa ile waziri kama Duale. Alafu chini yake ni Chief of General Staff na wale service commanders. Alafu PS wa internal security anakaa pale sababu yeye ndio mwenye pesa. Alafu wanamchagua secretary mmoja ambaye yeye kazi yake ni kueleza yale yametendeka kwa umma. Ile council pale ndio promotion zinakuwa vetted, promotion zinafanyiwa pale, kisha rais anajulishwa, anakubaliana, anapromote. Kwa jeshi hakuna kitu kile kinachoitwa permanent and pensionable. Kwa jeshi wameweka taratibu. Kwa mfano, ule mtu wa chini kabisa, ule private, ndio askari wa chini kabisa anayeingia kama jeshi. Kama hujakuwa promoted baada ya miaka 9 una retire. Kama wale makapten, kuna miaka fulani unaserve. Kama haujasonga uende kwa level ya major, utoke pale uende kwa lieutenant colonel, uende kwa colonel, basi utakuwa unaondoka. Ndiposa katika mji wa Kenya mnaona mtu anaitwa retired major, mtu wa miaka 25, retired captain miaka 30, huyu ni colonel retired. Kwa nini? Jeshi lazima msonge vile mlivyoingia. Ule mtu mlisukua na yeye pamoja hatakikani kuwa mkubwa wako. Sababu leo tumeandikwa mimi na wewe na kijeshi. Kesho wewe ushapanda madaraka mara 3, unaniamurisha. Sasa ukiniamurisha kutakuwa na ukosefu wa heshima. Kwa hivyo mimi kama ni mzembe, mtu wa pombe, mtu ambaye sifanyi kazi, nitaretire kijeshi. Kwa hivyo ndio unaona kila wakati rais anapopromote watu wengine wanaretire, sababu hawezi ngojea ule ambaye alikuwa mdogo wake aende kuwa yeye ndio komando wake. Kwa hivyo jeshi structure yake iko. Kwa mfano polisi unaandikwa leo miaka 23, una retire miaka 60. Prison hivyo, KWF hivyo. Jeshi ni tofauti. Basi katika jeshi kama hukupata promotion ukatoka, unaweza tena rudi ukaitwa reserve. Wewe unaandikwa pale kwa taratibu zingine tofauti, lakini wewe ni mwanajeshi, lakini kwa njia ambazo ni tofauti. Kwa hivyo ndio maana jeshi ni tofauti kabisa
vitu vyao ni tofauti. Ukiangalia zile restrictions kwa mfano, tutakapoziangalia zile za kutofanya picketing, za kutoenda demonstration na vitu zile ni tofauti, kwa sababu ulinzi wa taifa, amri inapotoka juu kwa rais, beba vitu Baragoi sai, wanajeshi wote, hakuna kuuliza kwa nini, hakuna kusema mimi ni mgonjwa. Amri ya jeshi inafuatwa, discipline ni ya juu, ndiposa maana security ya taifa inawekwa pale. Vile vitu vimewekwa pale hivi kwamba kwa mfano mtu asitoroke. Kazi ni ya kwenda Baragoi, watu wameuawa pale, wanajeshi wanaenda pale. Kazi ni ya kwenda Mogadishu, ushasikia mwanajeshi akisema mimi siendi. Kuna sheria na taratibu na kiapo walichokula, ambacho tutakiangalia kwamba wao wamejitolea maisha yao kulinda usalama wa Kenya na mali yao. Umenikumbusha vile watu kila wakati wanasema utakufa kijeshi. Ndio maana unasema kijeshi unavumilia. Kijeshi unaendelea tu, hata kama marisasi inatoka wewe unapiga, unaendelea tu. Huwezi rudi nyuma. Jamani, na tunawavulia. Na huwezi toroka. Haki ni gani? Kwa sababu umeligusia. Wana haki gani wanajeshi, ama ni vitu ambavyo hawezi kuvifanya namna ambavyo umetutajia? Haki zao ni ndogo zaidi, sababu sheria imewanyima haki fulani kwa minajili ya kufanya kazi. Kwa mfano, haki ya kudemonstrate hakuna mwanajeshi ataonekana kwenye demonstration kama madaktari hapa, hutawaona. Haki ile ya pili ni ya kuingia kwenye political parties. Hakuna mwanajeshi anaruhusiwa kuwa mwanachama wa political party. Hakuna mwanajeshi ambaye anaruhusiwa kuingilia mambo ya kisiasa. Hakuna mwanajeshi anaruhusiwa kuchaguliwa kazi za kisiasa zozote. Kwa hivyo kisiasa wameondolewa. Tatu, ile sheria nyingine ambayo iko pale, haki ya employment. Hakuna vile wewe unakimbia kwenda kufanya migomo yako na kuleta maswali, mambo kama yale, huwezi enda pale. Kwa hivyo jeshi ina taratibu zake. Heshima ya jeshi, my friend, ikipatikana nguo zako zina tambara kama za kuleta aibu kwenye jeshi, wewe utachukuliwa ile ambayo inaitwa court martial. Jeshi, heshima, lugha. Mwanajeshi ni mwanajeshi hata akiwa kwenye village. Na wauliza wa Kenya, ushawaona wanajeshi popote wakikunywa kiholela? Ushaiona mwanajeshi akiwa katika nyumbani amevaa matambara? Ushaiona mwanajeshi mahali popote akijitambulisha kama yeye ni mwanajeshi? Hawezi. Kama humjui yeye, ikiwa kama wale vijana wa kujifanya mimi ni jeshi, hakuna mwanajeshi pale. Ule mwanajeshi akiwa ameenda leave, unajua Zuberi unaenda leave kila mwaka. Mwanajeshi akienda leave lazima afuatwe na ajulikane ako wapi. Kila wakati, kila mwanajeshi katika taifa la Kenya anajulikana ako wapi. Kutoka nje, mwanajeshi hawezi toka Kenya bila amri ya jeshi. Lazima aseme mimi naenda kuona mtoto wangu graduation, mimi naenda kufanya nini pale nje. Lazima uhuru wa kutoka pale. Mwanajeshi hawezi hutubia media. Hata tukiita mwanajeshi hapa, hakuna mwanajeshi atakuja hapa. Ile ni kazi ya military spokesman. Mwanajeshi hawezi peana information yoyote. Kumbuka, tuna ile tunasema right under article 35 ya kwamba the right to information. Jaribu kuandika barua kusema tuambie mna vifaru ngapi, hawawezi jibu. Wanajeshi information wako nayo iko confidential, hakuna vile utaipata. Ile national security inawafungia wasiseme yale yaliyotoka. Mwanajeshi akiritaya, bado kuna zile oaths alikula, hawezi sema walioyatenda, hawezi zungumza kutoa ile siri. Kwa hivyo ule maisha ya kijeshi ni kama dini. Ukiingia pale lazima ufuate zile taratibu za kijeshi. Kuna zile uwezi fanya na usipofanya. Kwa hivyo makosa yote haya
yanaendanga kwa mahakama inaitwa court martial. Shikilia hapa. Tukirudi mwalimu atatueleza kuhusu court martial. Tusichukuliwe court martial. Unajua raia watasema tumekatiza kipindi, hatujakatisha. Ni tunaenda madukani. Bila shaka tunaingia madukani. Mwalimu, unajua umenikumbusha mjomba wangu marehemu. Alikuwa akipiga kiatu rangi. Na kwambia unaweza kujiangalia kama kioo. Hiyo ni kioo, boss. Alikuwa anatuletea zile crackers, nyama za mikebe, maharagwe. Tutaangalia kwenye after privileges vikadi wako nazo. Na marafiki wengi wanajeshi, sijui mbona hawajanitumia nyama hizo. Nakwambia ni tamu, lakini ukinunua supermarket haionji hivyo. Haya, tunaingia madukani. Tunarudi na mengi zaidi muda sio kwa mrefu, na kusihi siende mbali.